amezaliwa amgojae mume wake. Hatuwezi kukaa kihuni hata kidogo, hata kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametupa wakati tuwe pamoja isivyotarajiwa kabisa, lakini ndo imekuwa hivyo kwa sababu yeye Baba akitaka anataka. Sasa mimi leo nataka tuwe na mambo magumu sana kidogo, magumu sana, sio kidogo, magumu sana. Leo naomba tule chakula kigumu, lakini chakula cha ufahamu. Hatuna maarifa nje ya Mungu. Na naomba niwaambie kanisa, wazee wa kanisa, viongozi, kuna matangazo mengine msitutangazie. Ninawaomba, kama ya watu mpaka wanadokoa, msitutangazie. Mtuache hivyo hivyo, msituharibie taswira yetu sisi. Halafu mimi nitawafundisha kitu. Maisha yangu yote mimi niligoma kuibiwa. Yaani kuja mtu adokoe cha kwetu, ni sisi tumekubali. Wakati mwingine hawa watu tuwapeleke kaburini, sababu hata kanisani hawastahili. Labda tu awe mtu ambaye ndo anakuja, sio mtu wa kanisani. Kuna jamaa mmoja alifanya ujinga, anaitwa Anania. Akaleta za kwake mbele za Mungu. 6 vijana wakampeleka. Akaja na mke wake kwa ujinga ule ule, naye akaja kwa mtindo huo huo, mazoea yale yale, jeuri ile ile. Aisi, Mungu hazoeleki. Halo, Mungu hazoeleki. Hapa mahali Mungu anahudumia watu. Watu wanakuja wanachungulia kaburini, wanarudi, wanaenda kuishi. Hatuwezi kufanyia mchezo hapa kamwe, kamwe. Ili naomba tu nizungumze. Unajua, bahati mbaya sana uchungaji uko hivi. Mchungaji mahali popote ni mchungaji. Akiwa mkuu wa wilaya basi hawezi kwenda kutawala kwenye wilaya mtu mwingine. Lakini mchungaji anachunga popote. Na sasa ninakuchunga. Sasa acha nikwambie ukweli. Unajua kuna vitu vingine hatuwezi kuviacha tu kienyeji. Hapana. Hapana. Na mazoea huwa yanajenga tabia. Hebu tuhame kwenye hayo mazingira. Kanisa bora kama hili haliwezi kubeba watu wa ajabu kiasi hicho. Hapana. Kwa mimi naomba tu pokea ushauri wangu, na kama hayupo hapa basi ujumbe huu utatembea na upepo ukamfikia mahali alipo. Yaani kama kuna watu wanafanya hivyo basi iwe mwisho. Atakayefanya tutamzika. Hii ni madhabahu inayoishi. Hakuna mazoea mbele za Mungu, hakuna. Huo ujinga ufe. Wala siombi msamaha kwa hilo. Bwana Yesu asifiwe. Leo nina mazungumzo na wewe. Mazungumzo ya msingi sana. Tutatazama mambo kwa sana. Lakini sitakuzuia. Utakayechoka na ibada yangu, utabeba Biblia yako, utatoka, utaenda.
Mimi siwahubiri watu wasionitaka. Ukiona na usingizi unakupata, huku mbele kuna kapeti, siju kalala kwenye kiti kitakuumiza, njoo ulale. Lakini tuwepo hapa mpaka muda ambao Baba atasema basi yatosha. Kinikasirikia misha akasirikiwa na wengi sana. Ukinipenda utanipumbaza tu. Ukinichukia utanipa akili ya kutafakari juu yangu. Napenda maadui kuliko marafiki. Kisema umetukwaza wendi mbinguni, mwenye kukwaza namba moja Yesu ni jiwe likwazalo. Na Yesu hata kuwa mbinguni, basi nitakuwa na yeye pamoja. Kwa ni raha tu kuwa na Yesu. Kama mbinguni kutakuwepo Yesu hayuko, hakuna faida. Mimi nimemfuata Yesu, sijafuata mbingu. Kwa nitakuwa na Yesu mahali atakapokuwepo. Kwa kama unafikiria kwamba nitakosa kwenda mbinguni kwa sababu nimekukwaza, Yesu ndiye jiwe likwazalo, naye hataenda mbinguni. Kwa mimi nitakuwa naye. Nitafurahia sana kuwa na Yesu mahali popote. Sio kuwa mbinguni na watu wasiostahili kwenda. Hapana. Ni wakati mzuri ambao Mungu ametupa tuweze kuwepo pamoja. Tutakuwa na mambo ya kutazama kwa kina kirefu sana. Kuna vitu siwezi kuvifundisha kwa sababu vina watu wachache sana wa kuvibeba. Wachache sana. Mimi ninao ufahamu, ninazo akili, nina roho wa kujua pia. Kuna vitu vingine hatuwezi kubebeshana. Leo nafundisha kitu kigumu. Naomba tu twende pamoja mimi na wewe. Nataka tuanze na hatua ya mambo matatu ambayo kwa ajili ya hayo Yesu alikuja kwa ajili ya kuyakamilisha duniani. Mambo matatu ambayo Yesu alikuja kuyakamilisha kwa bibi harusi wake. Tutaanzia hapo. Mambo matatu yaliyomleta Yesu duniani. Yesu hakuja duniani kwa sababu ya kupata tu watu wa kumshabikia. Kamwe. Hakuja Yesu kwa ajili ya kupata washabiki na watu wa kumshangilia. Alikuja Yesu duniani kwa ajili ya kukamilisha mission aliyotumwa na Baba yake. Haya mambo yaliyomleta Yesu yalikuwa ni ya msingi mno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo kubwa ambalo kwa ajili ya kumpata bibi harusi wake. Alikuja duniani kama mleta posa kwa ajili ya bibi harusi wake. Akaja duniani. Kabla hakuja alitambulishwa na manabii. Na miongoni mwa washenga wake Yohana alikuwa miongoni mwao. Huyo ndiye aliyesema, mwana kondoo aibebaye dhambi ya ulimwengu anakuja. Ulikuwa ni ujumbe wa kumtangulia Yesu kabla hajafika. Lakini manabii walitabiri na Isaya akasema, bikira atachukua mimba, atamleta mtoto mwanaume. Akatoa taarifa zake, akatoa sifa za huyu mwanaume anayekuja. Anasema na uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake. Ataitwa mshauri wa ajabu, ataitwa Mungu mwenye nguvu, ataitwa Baba wa milele, ataitwa mfalme wa amani.
Nabii anasema maongeo yake na enzi yake hayatakuwa na mwisho. Ulikuwa ni ujumbe wa kumwandaa bwana harusi anayekuja kwa ajili ya mke wake. Alipokuja kwa ajili ya posa, aliingia hatua ya pili ya kulipa gharama. Jambo la kwanza, alitangaza habari ya ule ufalme, habari ya yale mazingira ambayo huyu aliyekuja kumtafuta amemtayarishia. Lakini akaingia kwenye hatua kubwa zaidi, akalipa gharama. Bwana Yesu asifiwe. Hatua ya tatu kubwa ilikuwa ni kumwandaa bibi harusi kwa ajili ya siku ya harusi. Katika maisha ya kawaida ya duniani, mwoaji yeyote lazima apeleke posa kwanza, aenda akatambulike. Kinachofuata analipa mahari. Baada ya mahari, maandalizi ya harusi yanaanza kushughulikiwa. Bahati mbaya sana kwenye maandalizi hapa, bwana harusi huwa ana kazi ya kutazama mwenendo wa bibi harusi. Bwana harusi anapokuwa kwenye maandalizi ya kumandaa bibi harusi, anakuwa na shughuli kubwa ya kumkamilisha katika ile sifa ya mke anayemtaka. Lakini anatazama kama kutaonekana kuna jambo lisiyostahili, huyo bibi harusi lazima ataachwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni mambo ya kawaida tu ya kidunia ambayo ninazungumza hapa kama picha. Gharama aliyolipa bwana harusi ilikuwa ni gharama ya kutoa damu yake, kuimwaga damu yake juu ya msalaba. Ilikuwa ni mahari ya gharama ambayo haikuwahi kutolewa na awaye yote katika wote waliotangulia kuwepo duniani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwani tunazungumzia damu. Damu ya Yesu kwa nini ilimwagika? Kwa ajili ya kulipa gharama kwa bibi harusi. Natamani tuende pamoja, ikiwa utaenda pamoja na mimi. Lakini nimetoa uhuru, ukisikia una usingizi, kapeti lipo, njoo ulale. Ukiona tu mimi nimekuchosha, chukua kila kilicho chako, tambaa. Hakuna shida. No complaining. Utakuwa umetimiza kila ambacho ni moyo wako. Lakini ambacho sitakubaliana na wewe ni ile inuka, kaa, toka, rudi. Hapana. Amen. Amen. Tunakwenda sawa? Kwa nini Yesu alilipa gharama ya damu? Kuna kitu ambacho ninataka tukijue tunapotembea maeneo hayo. Mungu alipomuumba mwanadamu, Bwana asifiwe. Mungu alipofanya nini? Mungu alipomuumba mwanadamu, alimuumba kutoka kwenye udongo au kwenye mavumbi. Huyu mwanadamu aliyekuwa ameumbwa alikuwa sanamu isiyokuwa na chochote. Biblia inasema Mungu akapulizia pumzi ya uhai ndani ya ile sanamu.
ile sanamu ikawa nini? Nafsi hai. Ile pumzi ya uhai ya Mungu aliyoipulizia kwa mwanadamu aliyemuumba kwa udongo, hiyo pumzi ndio iliyotengeneza damu ndani ya mwili wa mwanadamu. Na ile damu iliyotokana na ile pumzi ilikuwa imebeba DNA ya Mungu. Hutaelewa ninachozungumza. Tukifika mbele utaanza kuelewa naelekea wapi. Ile pumzi ya Mungu ndio ilikuwa imebeba vinasaba. Mwanadamu wakati anaumbwa, aliumbwa kwa asili ya Mungu mwenyewe. Damu yake ilikuwa ina vinasaba vya Mungu mwenyewe. Asili ya mwanadamu wa kwanza ni ya mbinguni. Sijui kama unanielewa ninachozungumza. Ile damu ilitengeneza mambo makuu mawili. Iliweka damu, ikaweka uhai. Na ndio maana wasomaji wa Biblia mtaungana na mimi, Mungu alipowaweka wanadamu duniani, aliwaweka kwa mtazamo wa wanadamu wanaishi milele duniani. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio ulikuwa mtazamo wake. DNA, nizungumze kitaalamu kidogo hapa. DNA ina mfumo ufuatao. Ina namba 10, ina namba 6, ina namba 10, ina namba 5, ina namba 6, ina namba 5. Hiyo ndo DNA ya mwanadamu. Namba 10, namba 5, namba 6, namba 5. Na ilikuwa na herufi zifuatazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye namba 10 ilisimama Y. Halo. Naomba tutaelewana tu mbele. Sasa hivi nimekuacha mbugani. Namba 5 ilikuwa na H. Na namba 6 ilibeba WH. Namba 5 ya mwisho. Manake hapa kulikuwa na mfumo maalum kwamba kwenye ile A ya mwisho ilibeba namba 2, 6 na 5. Maana yake nini? Herufi hizi ukiziunganisha H, unaipata Y, H, W, H. Unapata neno Yahweh. Hii ilikuwa inamaanisha Yahweh ni Mungu wa milele ndani ya maisha ya mwanadamu. Kwa ile damu ilikuwa imebeba uungu wa Mungu ndani ya Adamu. Mwanadamu wa kwanza alikuwa hawezi ilijenga mahusiano. Boresha kidogo. Ilijenga mahusiano baina ya mwanadamu na Mungu, ile damu. Ndio maana mwanadamu alipoumbwa aliambiwa kula wanyama, akazuiliwa kula damu kwa sababu damu ni uhai. Damu ndani ya maisha ya mwanadamu inamwakilisha Mungu. Ndio maana tumezuiliwa.
Wachaga mnapenda kitu gani? Mnakijua? Mnaita kisusio Unapika ile damu na unachanganya changanya na vimaini kidogo. Ukiokoka hiyo unaweka pembeni, hakuna kisusio tena. Alaye damu anakula uhai ambao Mungu atakuja aitake ile damu mikononi mwa mtu anayekula damu. Kama mpendwa, unakula damu mpaka sasa na hii nafikiri ni vema sana tuifundishe, kwa sababu maisha ya watu yanaingia kwenye tabu kwa sababu ya kushiriki vitu ambavyo sio sahihi. Mungu akamwambia mwanadamu hata kula mnyama pamoja na damu yake. Kwa maana mnyama aliyekufa kibudu hatukuruhusiwa kula. Kwa nini? Kwa sababu ile damu haikutoka. Damu inawakilisha uhai, na mwenye uhai ni Mungu peke yake. Sasa baada ya kitu hiki kuna kosa lililoingia katika dunia. Adam akajikoroga, akaisikia sauti ya mke wake, akafanya vile ambavyo Mungu alimzuia asifanye. Ikaingia hatia kwenye eneo hili, ikaingia hatia. Lakini kabla hatujaenda, naomba unisomee kitabu cha Wakorinto cha pili sura ya 11 mstari wa 2. Kitabu cha Wakorinto, tutafika tuko kwingine, hapa ninaweka kama utangulizi. Nataka tuelewane kwa kila ambacho Mungu anataka nikupatie. Kuna vitu nimevitengeneza bado viko ndani ya mfumo. Nitakapokamilisha malengo yangu, malengo ambayo Mungu ameniwekea kwa ajili ya kujenga ufalme wake, tutaingia sasa kufundisha nchi nzima, Tanzania nzima tutaifundisha kila ambacho Mungu anakitaka watu wakielewe. Unafikiri kwa nini leo tuna kanisa ambalo duniani ukilitazama kama linaenda mbele, ukilitazama kama linarudi nyuma? Unaelewa maana yake nini? Yaani unakuta hatua za watu haziendi mbele daima. Yaani leo kiroho, kesho kimwili, tena kimwili cha uharibifu. Unafikiri kwa nini? Sikia nikwambie kitu. Nikushuhudia kitu cha ajabu sana kilitokea kwenye maisha yangu nikiwa kwenye shughuli zangu. Nilikaa kwenye shughuli huko, nilikaa miezi 3 4. Mwezi wa 4 ndo nilirudi katikati yake, ilikuwa kama tarehe 16. Niliagiza magari kutoka Dar es Salaam nirudi na msafara hapa. Nilikaa hoteli mwendo wa siku 64 nikiwa na majukumu ninayoyafanya. Pale hoteli nilikuwa nalipa kwa dola tu. Nilikuwa na watu 15. Nilikuwa hoteli, nilikuwa Kagame hoteli, ndo nilipoanzia hapo kukaa kabla sijaenda mwisho wa kumaliza jukumu. Chumba cha bei ya chini ilikuwa ni 30,000. Nina watu 15, nililipa kila siku na walikula hotelini. Hayo mazingira yakatengeneza tatizo. Wanaotazama wakaona mzee ana hela ya kutosha, na bahati mbaya sana mimi ndo nimeanza sasa hivi hata kuvaa hivi. Mimi nilikuwa navaa suti tu, hakunaga siku navaa kitu kingine. Sasa Mderemi amenisababisha nianze kuvaa mashati. Ule muonekano ulileta shida, watu wakajua mzee ana hela. Siku moja nimetoka na driver wangu, nikamwambia nipeleke tukale mbuzi. Tukashuka pale Kibo hoteli, sio Kibo hii hapa, wanaita Rombo hoteli hapo Shekilango. Tukachoma mbuzi na timu yangu, kila mtu anakula anachotaka, shilingi ipo. Sio mzee Rugitu aliyochoka kama sasa. Haleluya. Nisikize nikuelekeze kitu.
Ile ninarudi nilikutana na kisanga. Funguo yangu sikuikuta mapokezi. Mimi nilikuwa nimechukua room yangu, ilikuwa na ghorofa namba 4. Sasa wakaniambia inawezekana hapajafungwa, nenda tu kwenye chumba chako. Nikaenda kwenye chumba changu, nikatikisa chumba kimefungwa, nikarudi mapokezi. Wakaniambia huku hatujaona funguo yako haijaletwa. Kwani nani alikuwa anashughulika hiyo partition namba 4 hiyo? Nani? Wasema ni fulani. Fulani ameenda wapi? Hatujui. Nikatoka, nikapandisha, nimeshakasirika sasa. Kwa nini mnisumbua hivyo halafu nalipa hela? Nitahama hoteli. Mteja unajua ana kiburi sana kwa sababu analipa hela. Nitahama hoteli. Hapana mzee, ngoja kwanza tutafute. Nikapandisha, nikatikisa ule mlango, nikasikia mtu ananyanyuka kitandani. Mchana saa 8. Mtu akainuka akaja kufungua. Nikauliza. Kwanza hasira ilipanda kwamba hivi hawa watu chumba nimelipia, wanalaza watu. Kumbe huyu aliyeingia kulala amelala kwa kumsubiria huyu mzee, kwa sababu anavaa suti kila siku, kuna hela. Alafu anaona gari zinatoka na kuingia. Mtu wa Mungu, nikwambie kitu, maisha ukimshika Yesu unatakiwa kueleweka, usomeke kwanza. Kwanza usomeke kwako mwenyewe. Nilionekana mjinga sana kwa vijana wangu kwa sababu walisema mzee wewe akili hazitoshi. Nikamuuliza imetokeaje? Akaniambia kwa nini sasa unatumia hela nyingi namna hiyo alafu zinaenda bure tu? Zinaenda bure tu, kitanda unalala peke yako. Chumba jirani nilikuwa na mdogo wangu. Nikamwita engineer, hebu njoo. Akaja. Ambia hebu msikilize huyu mwanamke anasemaje. Akamwambia kaka yako bwana anazingua. Kwani mimi nimekosea nini? Kaka yako anazingua. Mimi nimekuja tu nimpe company. Analipa hela nyingi hapa, hela zinapotea tu, chumba kinalala peke yake. Kwa maana mimi ni mjusi tu. Kichumba kikilala na mtu awemo mwanamke. Kwa nini nimekupa ushuhuda huu? Ukumbuke nimekaa polini miezi 4. Niko hotelini nimekaa miezi 2. Sasa hayo mazingira yalipelekea hasira zangu kupanda. Nikaona sasa hapa ni upuuzi huu. Ngoja niwaite wenye familia waje. Kwa sababu kwa mtindo huu hatutaheshimiana. Lakini vijana wangu wote waliniona mimi hazinitoshi. Mazingira ya kawaida. Ni lazima uweze kujimudu mwenyewe. Uweze kujimudu mwenyewe. Maisha ya mtu na Mungu, kufikia kwenye kiwango Mungu anachokitaka ni mchakato. Na ni lazima ukubali kuingia gharama. Wewe mwenyewe kwanza. Yesu ameingia gharama ya kulipa damu. Anatutaka sisi tusimame kama anavyotaka. Tumeposwa, tumelipiwa gharama. Anguko la Adamu liliharibu mfumo wa Adamu. Unisikilize kwa makini. Adamu alipoanguka ilikuwa ni sawasawa na mtoto anabadilisha baba. Mtu anapobadilisha baba, anabadilisha utambulisho wake, anabadilisha familia. Adamu alibadilika kutoka kwa Mungu, tayari akahesabiwa kuwa mikononi mwa Ibilisi. Ile damu takatifu iliyokuwa ndani ya Adamu haikuwa takatifu tena.
Na ndio maana Mungu ulifika wakati sasa, baada ya kuona Adamu ametenda kosa, alimchukua mnyama ambaye hana wa. Na ndio maana hakuna mbuzi wala kondoo wala ng'ombe anayetenda dhambi. Wanaotenda dhambi ni wanadamu tu. Damu ya wanyama, DNA yake ilikuwa hai kwa sababu hakuna kosa lililofanyika kwao. Kwa hiyo damu ilikuwa inamwagwa ili kuweza kufunika kosa ambalo liliingiza uchafu kwenye damu ya Adamu, ambayo tayari ilikuwa imeshafarakana na Mungu. Na ndio maana mwanadamu anapotenda dhambi, unisikilize, umeokoka huko kanisani, unapotenda dhambi maana yake nini? Ile damu yako iliyosimama kukutakasa wewe, iliyosimama kukupatanisha na Mungu, ile damu ya Yesu ambayo ilisimama kukuunganisha, inaondolewa juu yako. Ile damu yenye hatia inayotoka kwa Adamu inarudi mahali pake, na hii inabeba kila aina ya uharibifu. Naomba unisikie, nataka nikufundishe vitu vya msingi uvielewe. Ndio maana baraka ilianza ndani ya bustani ya Edeni na laana ilianza ndani ya bustani ya Edeni. Unaelewa ninachozungumza? Baraka ilianza ndani ya bustani ya Edeni na laana ilianza ndani ya bustani ya Edeni. Nataka ujue kitu kimoja. Wakati Mungu ameanza kazi ya uumbaji, alipoumba wanyama, Biblia inasema akavibariki, akasema zaeni mkafanye nini? Mkaongezeke. Kwa maana hata wanyama Mungu alifanya nini? Aliachilia baraka yake juu yao. Ukaja wakati akamuumba mwanadamu, Biblia inasema Mungu akasema tufanye mtu. Habari hii mnaipenda sana. Tufanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Mungu akamuumba mwanadamu kwa sura yake na kwa mfano wake, akamkabidhi mamlaka ya kuwa mtawala. Halo, hebu naomba unielewe. Mamlaka ya kutawala yanatokea ndani ya maisha ya mtu pale ambapo hakuna kosa. Ndio maana dhambi inarudisha watu kwenye shida. Baraka ilianza ndani ya bustani ya Edeni na laana ilianza ndani ya bustani ya Edeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakupa maandiko, wewe twende polepole, na mimi sina haraka. Ndio maana nimetoa uhuru. Ukisikia tu inachosha, kiendi begi chomoa. Mimi Mungu alishanisaidia sana. Waka sihubiri umati wa watu. Mimi naweza kuhubiri mtu mmoja na kikaeleweka tu. Hayo ndo maisha nilio nayo. Kwa nataka tu tutengeneze watu. Na kuonyesha kitu. Mazingira ya kanisa linahangaika leo ni kwa sababu ya mifumo ya maisha. Kuokolewa na kuingia kanisani, huo ni ubatizo namba moja, ubatizo wa toba. Sasa huko nimekupeleka mbali, nitakurudia baadaye. Mwanadamu, unisikilize kwa makini, aliyeokolewa, baada ya kuokolewa, ile thamani ya ile damu ya Yesu ambayo kuzaliwa kwake haikutokana na wanadamu duniani. Ndio maana Yesu alipokuja duniani kuzaliwa, alikwepa kuzaliwa kwenye mkondo wa wanadamu. Nataka nikuonyeshe kitu. Yesu alitungiwa mimba kwa mwanamke asiyekuwa na mume. Tena Biblia inasema ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Sasa mtungisha mimba siku zote ndiye baba wa mtoto atakayezaliwa. Na ndio maana
Kama Yesu alitungiwa mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu, maanake ni mtoto wa Roho Mtakatifu, na Mungu ni Roho. Maanake Yesu kuwa mwana wa Mungu ni 100%, na Yesu kuwa Mungu mwenyewe ni 100%. Ngoja tuende pole pole. Ndio maana ile damu yake ilifanya kazi ya kuliondoa kosa. Damu ya wanyama ilikuwa inafanya kazi ya kufunika lile kosa, na ndio maana ule utakaso ulikuwepo miaka kwa miaka, miezi kwa miezi. Lazima watu wawe na sadaka ya dhambi, alafu mnyama akachinjwe, damu imwagike kwa ajili ya kufunika kosa. Sasa wale wenzetu walifanya kosa na kosa tena na kosa tena, kwa sababu wanyama wa kufunika kosa lao walikuwepo. Sasa Yesu alipokuja kwa ajili yetu, damu yake ilimwagika mara moja tu, haitamwagika tena, na imemwagika kwa ajili ya kumtakasa mtu mara moja. Unaelewa nachozungumza? Unaelewa nachozungumza? Biblia inasema mtu akisha kutakaswa akayarudia hayo machafu, hawezi kutakaswa tena. Sasa maisha ya dhambi yanaturudisha kwenye mfumo wa anguko la Adam ndani ya bustani ya Edeni. Ile hatia ya dhambi ya Adam tulizaliwa nayo. Ndio maana Yesu anatungiwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, anazaliwa. Alikwepa mfumo kuzaliwa, kwa sababu ukiangalia Biblia utaelewa. Ngoja nikupe picha. Angalia maandiko. Ibrahimu akaenda Misri kwa sababu ya njaa. Tunakwenda sawa? Hayo ni maandiko na kusomea kitabu cha Mwanzo hicho. Ibrahimu akaenda Misri kwa sababu ya njaa, akasema uongo kwa sababu ya mke wake Isaka mwanae, naye akaenda kwa Wafilisti kwa sababu ya njaa, akasema uongo kwa sababu ya mke wake. Hivi unaelewa? Unaelewa ninachozungumza? Ngoja nikurudishe kwa watoto wa Isaka. Esau naye kauza uzaliwa wa kwanza kwa sababu ya njaa. Hii ni dhambi inayoranda family spirit. Yaani kwamba kuna vitu ambavyo viko ndani ya maisha ya watu kutokana na kule ulikozaliwa. Na shida ni nini? Kwa sababu maisha yetu bado ni maisha machafu, yamezuia uwezo wa damu ya Yesu kukata ule muunganiko wa vile vinasaba vya kule tulikozaliwa. Kwa nini? Kwa sababu tunaishi maisha ambayo bado yana udunia ndani yake. Na ndio maana unasikia kanisani mtu amepoteza simu, watu wameokoka. Ngoja niwaambie siri moja. Kanisani tunaabudu wengi sana tunaabudu na wazinzi tu, tunaabudu na walevi, tunaabudu waongo wenyewe, ndio usizungumze. Hao ni limited. Wambea acha kabisa, yani hao wenyewe ni international. Unanielewa? Tuna watu waliojaa viburi. Inamaanisha nini? Ile damu iliyomwagika haina sehemu juu ya maisha yao. Ngoja nikwambie, kuingia kanisani haimaanishi kutakaswa. Hatua ya kutakaswa ni hatua ya maamuzi ya kutoka ndani ya moyo wa ndani. Mwanadamu anaamua kujikana mwenyewe, kuyakataa maisha ya anasa ya ulimwengu, kukataa ulimwengu, kuyakataa yale ambayo yalikuwa faida kwake, kwa ajili ya jambo moja tu, amlingane yeye ambaye kwa ajili yake aliumbwa kwa mfano. Tabu iko wapi? Ngoja nikupe picha, mtu wa Mungu. Kuna vitu vya msingi sana ambavyo sijajua hata ningekufundisha mwezi mzima hutaelewa. Napo hatuwezi kumaliza. Nataka ujue nini hapa.
Hebu naomba tuitazame thamani ya damu ya mwana wa Mungu Yesu aliyelipa gharama kwa mijeredi na bakola, kwa kupigwa na kuchoma mikuki, mateso makubwa mpaka na misumari kwenye mikono yake. Lengo afidie gharama ya madhara yatokanayo na dhambi ya mwanadamu wa kwanza. Sisi leo tuko ndani ya nyumba ya Mungu, tunaichukulia damu ya Yesu kitu cha kawaida. Tunaishi kama wapambe. Ngoja nikwambie, Yesu alikuja duniani, hakuja kutengeneza wapambe, hakuja kutengeneza washabiki, alikuja kutengeneza wanafunzi. Wanafunzi wake ndo bibi harusi wake, wale ambao ni sura yake mwenyewe na mfano wake mwenyewe. Tuna tatizo kubwa sana makanisa ya kiroho, kwa sababu watu wanajiona wako kiroho kwa kunena kwa lugha. Oh, come on, acha nikwambie ukweli. Mimi wewe ukanitisha kunena kwa lugha. Nafikiri nishakwambia siku zote. Tunahitaji nini hapa? Sijui. Tunaingieje kwenye mabadiliko ya mifumo ya damu zetu za kuzaliwa tulikotoka? Tunaingieje kwenye mfumo wa mabadiliko kutokana na damu ya kuzaliwa kwenye ukoo wako? Unahameje kuingia kwenye mfumo mpya? Unahamaje? Hello? Hapa kuna vitu vitatu. Hapa kuna vitu vitatu pia. Naomba tuende pole pole. Kuna vitu vingapi? Vitatu ambavyo nataka tuvijadili. Vitu ambavyo vinahamisha watu. Vitu ambavyo vinahamisha watu kutoka kwenye muunganiko wa mfumo wa kuzaliwa kimwili tulikozaliwa. Namba moja ni ubatizo. Namba moja ni ubatizo. Ubatizo kazi yake ni kuleta ondoleo la dhambi. Mathayo sura ya 3:11. Mathayo sura ya 3:11. Iko kitabu kingine tulisoma, tulikiacha tu. Hicho cha Wakorinto. Hatujakisoma. Naomba tukipitie kwanza hicho. Wakati mwingine unajua ukiwa na Biblia kwenye ufahamu ni tatizo nalo. Ninaweza kusomea mistari yote tu nikaisoma bila kushika Biblia. Naomba tusome kwanza hicho kitabu cha Wakorinto. Tukitazame. Kwa nini nimekuambia tukisome? Nitasoma katika jina la Yesu. Amina. Wakorinto wa pili. Ongeza sauti kama maiki haina moto, waambie wakuashie. Nitasoma katika jina la Yesu. Bado sauti haitoki. Subiri madaktari kwanza. Haleluya. Haleluya. Hapo sawa. Nitasoma katika jina la Yesu kama ilivyoandikwa. Ndio. Wakorinto wa pili 11 mstari wa 2. Maana nawaonea wivu. Maana nawaonea wivu. Wivu wa Mungu. Wivu wa Mungu. Kwa kuwa Bwana, mimi Kisukuma sitaki. Nitarudia. Maana nawaonea wivu. Maana nawaonea wivu. Wivu wa Mungu. Wivu wa Mungu. Kwa kuwa naliwaposea mume. Kwa kuwa nalimposea. Naliposea mme mmoja. Naliposea mme mmoja. Ili nimletee Kristo bikira safi. Ili nimletee Kristo nani? Bikira safi. Kuposa, Paulo anaposema alimposea Kristo, maana yake nini? Injili inapohubiriwa
Hiyo ni uposo. Watu wanaposwa kwa ajili ya kuja kuwa mke wa mwanaume mmoja, Yesu Kristo. Ukisoma kitabu cha Ufunuo sura yake ya 14, hebu tuiache hiyo, tuiache, itatupotezea muda wangu mimi hapa hautoshi, haunitoshi muda nilio nao. Tutaitazama baadaye kama Mungu ataruhusu. Acha turudi kwenye kitabu chetu hiki. Maanake wokovu ni unaposikia injili, hiyo ni habari ya posa. Unatakiwa kuingia, kuandaliwa kuwa bibi harusi wa mwanaume mmoja, Yesu Kristo. Sasa kama tumeposwa kama mabikira, kwani tunaitwa mabikira mpaka wanaume? Kile kitendo cha kumwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi, kwa ile toba inatuvalisha mwili mpya. Unazaliwa dakika hiyo. Huelewi ninachoongea? Najua inaweza nikaongea na mtu hayuko hapa. Wengine wako Dodoma, wengine wako Tanga, wengine wako wapi huko, wengine Tuliani, Morogoro. Unaweza ukaongea na watu hawapo kabisa. Sikiza kwa makini, mtu wa Mungu. Wokovu tunapoupata, baada tu ya kuingia ndani ya nyumba ya Mungu, unahesabiwa umezaliwa leo. Yaani wewe ni mzee, una miaka 50, siku ya kuokoka kwako ulikuwa bikira, binti wa miaka michache. Umekuja sasa kuandaliwa, kuna mme anakusubiri. Kwenye hiyo posa, process zinaanza kushughulikia uraia, kuhamishwa kutoka kwenye uraia wa dunia na kuingizwa kwenye uraia wa mbinguni. Maanake kwamba hapo kuna matengenezo ya DNA zako. Sikia mtu wa Mungu, nikwambie, kuna vitu vigumu sana ambavyo natamani kuvifundisha, lakini muda wake utafika. Vigumu sana, vigumu sana, na unatakiwa uelewe tu, kwa sababu ndio msingi. Hakuna mbingu nje ya hapo. Wana wa Mungu, ngoja niwaambie, usio wakati wa kudanganyana, usio wakati wa kuambiana uongo. Yesu anakuja upesi na mwaliko wa parapanda. Sikia, unapoiangalia dunia ilipo, wenye akili na wapa kuelewa, huu ndio wakati wa kuamua kupoteza vitu vya dunia kwa ajili ya kumpata mwanaume huyu mmoja. Unakuta watu ndio wanahangaika na ulimwengu. Sikia, Mungu ametuletea wakati kamili. Kwanza, anachokitaka kiroho chetu kimfanane. Pesa zipo, kiroho kimfanane kwanza. Pesa zipo. Hata asiyewahi kuwa na ndoto ya kuendesha ataendesha tu. Masaa yako yameshafika, zimebaki sekunde 2 tu naziona. Lakini Mungu anachokitaka ni nini? Anataka lile kanisa ambalo akitazama hivi kama kioo anajiona ndani yake. Kwa sababu gani? Ile damu ya mwanadamu anayeingia ndani ya nyumba ya Mungu inasoma mbinguni kwa Mungu tayari, sio damu ya Adamu iliyoanguka ndani ya bustani. Tunatokeje hapo? Pende pole mpendo wangu. Nisomee kitabu cha Matendo cha Mathayo mtakatifu sura 3:11. 3:11. Nitasoma katika jina la Yesu. Amina. Kweli mimi nawabatiza kwa maji. Yohana anazungumza, anasema kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba. Kwa ajili ya toba. Bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi. Sikia. Naomba uishie hapo tu kwanza. Angalia habari hii. Yohana anasema kweli mimi nawabatiza. Kwa nini? Kwa maji.
nawabatiza, lakini yuko anayekuja. Mimi nawabatiza kwa maji. Huo ubatizo unaleta toba. Umebatizwa, kutubu hakupo, umeogeshwa. Ubatizo unatutengeneza sisi kuingia kwenye toba. Toba maana yake nini? Toba maana yake ni hii: unafika wakati tunayakataa machafu yote ya dunia, tunaukataa ulimwengu na tamaa zake, tunakataa dunia na mambo yaliyoko. Naomba niwaulize swali. Unamkuta mtu amefunga siku 15, anatafuta nini? Unijibu basi, anatafuta nini? Anatafuta nini? Kwani mtu anaingia kwenye mafunga, anajinyima chakula, anatafuta nini? Ubatizo wa maji unatupeleka kwenye toba. Hiyo toba inatuvuta kwenda kumtafuta Mungu ambaye tangu Adam tuliachana naye. Sasa kwenye mfumo wa toba umebeba vitu vingi sana, na ninaomba nikwambie, tunapofanya ibada hapa tunakuwa na muda wa kumshukuru Mungu, tunakuwa na muda wa kutubu. Hatumaanishi hivi ukitoka hapa ukazini utarudi utatubu, hatumaanishi hivyo, bali toba hii imejengwa katika msingi wa kutubia hata zile fikira zetu. Macho yetu yanaona vitu vingi, masikio yanasikia vitu vingi. Kwa sababu hiyo hupunguziwa utukufu wa Mungu kwenye maisha yetu. Tunapoenda kwa toba, tunatengeneza usafi wa kumlingana yeye ambaye kwa ajili yetu alimwaga damu yake msalabani. Unaelewa ninachozungumza? Shida iko wapi? Kwamba wewe uko ndani ya nyumba ya Mungu, unaingia kwenye ibada, ila maisha unayoishi yako nje. Sijui kama unaelewa ninachoongea hapa. Yaani kwamba uko ndani ya ibada hata sasa, lakini kiukweli maisha yako yako nje na ibada. Yaani hapa unaleta mwili, maisha yako yako nje na hapa. Yaani kwamba kuingia kanisani kunaweza kukafanyika kama desturi kwenye maisha ya mtu, kusikotengeneza mageuzi ya tabia. Wokovu na toba hututengenezea mabadiliko ya tabia. Tabia zetu zinaanza kuhamishwa kutoka kwenye hali ya ubinadamu na kupelekwa kwenye hali ya uungu. Na ndio maana anaandika, anasema tuwe na tabia ya uungu. Kwa nini ni tabia ya uungu? Ni kwa sababu hali ya Mungu iko ndani yetu, imebadilisha tabia zetu. Tunaishi hapa duniani kana kwamba duniani hatupo. Lakini maajabu ambayo ninayaona mimi, maajabu, watu wako kwenye nyumba ya Mungu ila maisha yao yako wapi? Yako nje. Kwa nini mzee Rukitu anasema hivyo? Nisikilize kwa makini. Ukitaka kuelewa, nikusanyie waimbaji. Nikusanyie waimbaji. Kuna kwaya ya vijana, kuna kwaya ya nini? Ya uamsho, kuna praise. Kusanyeni hawa watu wakae pamoja wiki moja. Kuwe na watu wanaokagua tabia. Muone kitakachozaliwa. Katibu utawakimbia. Hutaamini ndio nao wakuta kanisani. Hutaamini ndio wanaosimama hapa. Hutaamini ndio wanafanya haya. Kwa nini? Tabia. Wokovu sio maneno ya mdomoni. Wokovu ni mabadiliko ya tabia. Tabia isipobadilika, wokovu ni bure.
Unisikie? Wokovu sio maneno. Hatuongei wokovu, tunaishi wokovu. Hatusemi nimeokoka, tunatambulisha wokovu katika njia zetu. Siku moja nilikuwa nahubiri mahali hapa Dar es Salaam. Nikasema mimi nimesimama hapa, nikusanyieni Dar es Salaam nzima. Halafu ainuke mtu atakaye sema Mzee Rugito mimi alishawahi kunisemesha ananitaka. Kusanya Dar es Salaam nzima. Sio kwamba nimekufa, ninaishi, niko hai. Lakini naelewa nimeunganishwa wapi. Sikia nikwambie, kuna watu hawatendi dhambi lakini wanaishi maisha ya dhambi. Unaelewa maana yangu ni nini? Kwa sababu dhambi ni tabia inakuwa ndani ya moyo wa mtu. Niwaulize swali. Amri kuu ni ipi? Mzee wa kanisa. Nini mama? Upendo. Hiyo ndio amri nini? Na upendo umesimamaje? Unasimamaje upendo? Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote, kwa nguvu zako zote. Mpende jirani yako kama unavyojipenda. Kama unavyojipenda nini? Hebu tukae hapa kidogo kwenye kumpenda jirani kama unavyojipenda. Hebu hapa tuzungumze kidogo, maana upendo ni tabia ya Baba yetu wa mbinguni. Na Yesu alikuja duniani akafa msalabani kwa sababu ya upendo. Alitupenda akalipa gharama. Hebu tuulizane, sisi tunapendana? Nimeuliza swali, sisi tunapendana? Nimeuliza swali, sisi tunapendana? Ngoja niseme bali. Tunapozungumzia upendo, tunazungumzia tabia ya Mungu. Yaani unapoongelea upendo hauna mahali unajikwaa. Upendo ni kitu kigumu sana. Zanga, tuambizane ukweli, kusema ninampenda mtu kwa mdomo na ulimi wa kulia karanga, kuonja chumvi ni rahisi sana. Lakini kuishi upendo kama ulivyo, very different. Watu wanaongea tu upendo wala hawaujui. Na maandiko yamesema asiyempenda ndugu yake, huyo ni nani? Ni nani? Kwa hiyo makira ni wengi sana humu kanisani. Unaweza kumchukia mtu. Hebu ngoja nikwambie bwana, ngoja nikupe siri moja. Yaani kwenye maisha hakunaga vita. Yaani sawa tu nakutaka kuoana, hayo ndo maisha yalivyo. Nimekuja kwako mimi nataka kuoa. Haunitaki, inaishi hapo, hatuna ugomvi. Hujapendezewa na mimi tu, mambo mengine yanaendelea. Hatutengenezi uadui. Tunaishi maisha mafu tukiwa ndani ya nyumba ya Mungu. Ngoja nikwambie, mnaweza mkafanya sherehe. Kwa mfano hapa tulikuwa na kashughuli hapa kina mama na nyama zilikuwepo. Kuna watu walitoka wamekwazika kwa sababu wamepewa kanyama kadogo. Mimi nasema uongo? Mimi nasema uongo? Lakini kanuni ya upendo, hata ningekosa, amepata ndugu yangu, nimepata.
Lakini leo tumebaki na maneno ya mdomoni. Tabia ya uungu ndani yetu haipo. Tutakuwaje waaminifu? Twende pole pole wapendo wangu. Tunapozungumzia wokovu, ubatizo unatuvuta kwenye toba. Tunapoingia kwenye toba tunatengenezwa. Tunakuja kwenye ubatizo namba 2, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Tunabadilishwa mfumo wa roho zetu, inakuja hali ya mbinguni. Roho Mtakatifu anapokaa ndani yetu, maana yake hali ya uungu imehamia ndani yetu. Namba 3 ni ubatizo wa moto. Ubatizo wa moto unachoma takataka zote kwenye damu zetu, DNA inabadilika. Hapo ndipo neno linalosema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, linatimilika. Lakini haliwezekani neno hili kutimilika ndani ya mtu mwenye tabia ya duniani. Wapendwa, mnatamani tuhubiri tu mambo mazuri kwamba tunaenda mbinguni. Ngoja, mbinguni hatuendi kwa mtindo huo. Halo. Hivi kama mimi nimekuja na kutaka sasa nataka kuoa, ukanikataa, nikuchukie nini sasa? Wakati milioni wapo wamezaliwa. Yaani uniumize kichwa wewe tu. Wewe una maziwa ya chuma kwamba sitayapata kwingine. Uniumize kichwa wewe, unaniumiza kichwa mimi kwa sababu hiyo. Nilichumbiaga mwanamke miaka ya nyuma, akaleta za kuleta, nikamwambia ndugu, umenipunguzia tu matatizo. Watakuja tu wanakimbia. Alikuja. Ulishawahi kusikia mwanaume amechumbiwa? Nishawahi kuchumbiwa na wanawake 9. Wanapeleka posa kwa mchungaji nilipofikia. Si kwamba naongea tu maneno. Acha tu uzee unikongoroe. Nilikuwa mtu, nikipiga pamba nilikuwa najua kuziweka. Sikuwahi kufikiria kumkasirikia mtu. Ngoja nikwambie, mimi ukininyima ugali wako, hujaninyima maisha nitakula kwa mtu mwingine. Ukininyima soda yako, hujaninyima maisha nitapata kwa mtu mwingine. Yaani kila kitu kipo. Anayekuchukia wewe ndo anayekupenda yule. Sikia wewe nikwambie, sio kwamba wote tutakwenda sawa kama tunavyotaka. Tunahitaji tabia ya Mungu ihamie ndani ya kanisa. Kanisa la Mungu, yale matabaka yatakufa. Ndio maana mimi namshukuru Mungu sana. Mimi ni Mnyakyusa, mimi Msukuma, mimi Mkinga, mimi Mchaga, Mdengeleko, mimi makabila yote. Nilienda huko na Chingwea huko, nikaenda nikakuta wanakula panya, nikapiga. Siwezi kuwakwaza kwa sababu ya kile wanachokula, kwani nitakufa? Nikatoka nikaingia Msumbiji, nikakuta wanakula konokono, nikapiga. Nikatoka nikaenda Kongo, nikakuta nyani, ninakwambia ndo supu ya kueleweka, nikapiga. Niko hivi unavyoniona. Mungu amenijalia akanipa kuelewa mifumo. Maisha ya wokovu sio kujisikia, maisha ya wokovu ni kujitoa. Maisha ya wokovu, yani mwanadamu anapookolewa anafanywa kuwa mbadala wa mwingine. Pale ambapo mtu mwingine hawezi, kwa mkono wako huyo mtu anaweza. Kanisa hilo Mungu analitafuta. Sasa kwa sababu ya muda nawaachia hapa. Nina package imekamilika ambayo nataka nikwambie ukweli, wakati wake utakuja. Nimepewa nafasi hii ya kufundisha kanisa la duniani. Nimepewa hiyo nafasi, na dunia nitaiendea. Muda umeshafika. Hutajua usichokijua. Hutajua usichokijua. Na mimi nikwambie hivi, sio mimi, Yesu wangu atanibeba kwenda Marekani kuwapa msaada. Huyu Yesu ambaye mimi nimemjua na maajabu yake,
amenifikisha mahali ambapo macho yangu hayakuwahi kutazama. Ukiniona hivi ndo mjinga, nikifika mahali pana watoto nacheza na watoto. Unawe mzee hazimtoshi kabisa, za kwangu zimejaa na chenji imebaki. Mimi nimeunganishwa tu na huyu Yesu, nimeunganishwa kwake. Dunia si chochote. Ngoja nikupe siri, mtu wa Mungu. Kwenye maisha haya ukiwa na Mungu, usiumizwe na nyama choma inayochomwa kwa jirani yako, rizika na matembele unayopika nyumbani kwako. Usiumizwe na kuku anayeliwa kwa jirani, rizika na kilichoko mezani nyumbani kwako. Acha kuishi maisha ya kuiga. Wamama msiwasumbue wanaume kwamba sisi tunakula dagaa kila siku, wengine wanakula nyama. Akili zako hazina akili. Rizika na dagaa iliyopo leo, kesho utakaa kwenye meza ina kuku, ina mbuzi, ina ng'ombe, ina nyama pori, ina samaki, ina bata. Maisha yanamtaka mtu asimame mahali Mungu anataka. Ngoja nikwambie, baraka za Mungu zipo. Mungu Baba, Mungu wa mbinguni, Mungu mba wa vitu vyote. Mpendwa, ana mapesa huyu mzee. Ngoja nikupe siri, huyu mzee ni bonge la tajiri, sijawahi kujuaga. Naongea nje ya pazia. Mungu akupe akili. Watu tunafeli padogo sana. Unakimbilia nyama choma ya leo, halafu unaingia kwenye maisha ya tabu miaka yako yote. Kubali riziki ya leo ikutengeneze furaha ya baadaye. Usimdharau mume anayevaa kanda mbili leo. Huyo ndo atakaye kusababisha wewe uendeshe nitaje gari gani ambayo ina thamani kubwa? Yaani unaweza kumuona leo. Ngoja nikupe siri. Tulikuwa na jamaa mmoja anaitwa Ngabanya huko Kahama. Alikuwa anavaa ndala ya buluu huku nyekundu. Zikamwangukia. Yaani zinakuja tu kama mafuriko, zikapiga kwake paa. Nilitoka hapa ninafika pale eneo, nikamkuta jamaa mbio za mwenge zinaishia kwake. Alishaoa na mkuu wa wilaya. Alipiga kwenye madini, akapiga 800, akapiga 900, akapiga bilioni, akapiga bilioni 3. Maisha yakapanda. Ngabanya wakanda mbili za rangi tofauti, sasa ni bosi. Semtela ziko barabarani, zinamngoja yeye. Maisha hayana mpangilio. Hakuna mtu ambaye anaweza akasema amefika mwisho. Hakuna. Akili yako ielewe, watu wanapokucheka leo wanakutengenezea starehe ya baadaye. Akili zako, mama, Mungu akubariki. Mungu akuzidishe. Unafikiri vile unavyofikiria, haujaelewa bado maisha yakoje. Ngoja nikupe siri. Mimi Rugito, mimi nimeishi maisha magumu ya kula nyanya chungu. Katibu, hela waga zinapita zinaisha. Zilipita kwangu zikaisha. Zikanifanya niwe na adabu kwanza. Nikawa naitafuta shilingi 1000 kuipata ni kwa jasho la damu. Nyumbani kwangu sasa mboga ya samani ikawa ni dagaa. Siku zote nyanya chungu, bamia. Nyanya chungu, bamia. Nyanya chungu, bamia. Nikaangalia mbele, nikaangalia nyuma, nikasema haya maisha Mungu na yakubali. Ya nyanya chungu na bamia. Lakini natengeneza maisha ya kesho. Natengeneza baadaye yangu. Sikukata tamaa kwenye mtazamo wangu. Na maisha yangu mimi nilijitoa kwa Mungu 100,000. Wewe kunikuta nagombana na mtu. Niko hivi unavyoniona. Wewe unaniona mjinga, sawa tu. Hana akili, sawa tu. Kwenye madini nimezulumiwa mara nyingi. Paka hapa nilipofikia. Mungu ni Ebeneza. Kanisa la Mungu, turudi mahali ambapo Mungu anatutaka. Mungu anakwenda kutuinulia utukufu na heshima kwa namna isiyoweza kuzungumzika. Lakini Mungu anapotuangalia, kama mambo madogo madogo haya hatuyawezi, tutaweza mambo makubwa? Tutaweza mambo makubwa?
Wewe unalingia watu, umenunua saa ya disco. Saa ya disco unaijua? Huaga haina kituo maalum, inapanda na kushuka. Umevaa tu saa ya disco unalingia watu. Ukivaa saa ya milioni 9 itakuwaje? Saa madini matupu itakuwaje wewe? Haya ndio yanayosababisha Mungu asituangalie. Turudi. Tabia fulani zife ndani ya nyumba ya Mungu. Wana wa Mungu, kila mtu kama umeamua kwenda na Mungu, maisha ya baraka yanahitaji usafi. Unataka kubarikiwa na Bwana, ni lazima ukubali kushughulishwa na mambo manyonge. Shughulishwa tu na mambo yasiyostahili. Watakao kuona huna maana, waache wakuone hivyo. Mtu mmoja aliwaambia, akamwambia hivi, huyu Rugito ni mjinga sana. Mimi nikasikiza nielewe ujinga niliotamkwa. Yaani mimi ningekuwa kama yeye, ningekuwa tajiri mkubwa. Nikamtazama, nikaondoka. Sikutaka hata kumuuliza swali, maana aliongea na mchungaji wangu mmoja, ndio mchungaji akanieleza, halafu ananieleza na yeye yupo. Mimi bwana, mimi guys, village haligandishi, niseme tu ukweli. Nikamwambia usishughulishwe na mambo manyonge, huyo hajui chochote, achana naye. Maisha yanahitaji usalaulike ili uheshimike. Usipoburutwa na watu wakakutupa kama tambala, kamwe hutafika. Kubali kudharauliwa, kubali kutupwa. Simama na Mungu, shikamana na Mungu, usikubali kuachia hata kidogo, kwa sababu maisha ya dunia hayawezi kumletea mtu baraka za Mungu kamwe. Umeelewa ninachozungumza? Hiki kitu hiki sitakimaliza leo, kitapata muda. Hiki nitakirudia. Yaani kila nitakapokuwa na nafasi, nataka nikitengeneza hiki kwanza kifike mwisho. Ngoja nikupe siri. Damu yako ikiwa vile Mungu anavyotaka, umetengeneza urafiki wa kuchorwa ule mstari wa mafanikio. Kuna watu hata mstari haujachorwa kwa sababu ya maisha tunayoishi. Siku moja Mungu nikamuuliza, kwa nini Mungu unanikutanisha na mitihani? Akaniambia, siku nitakapokupa utawaheshimu watu wangu. Siku nitakapokupa utawaheshimu watu wangu. Niseme nini kwa Bwana ambaye ameona vema kuniletea vitu kama hivi kwenye maisha yangu mimi? Niseme nini kwake? Niseme nini? Mimi ni nani? Nilikubali mateso, nilikubali zaka, nilikubali kila aina ya maneno. Sikutoka kwenye mstari. Nampenda Bwana Yesu, sitakaa nigeuke nyuma. Naweza kufanywa chochote. Mimi hata nyumbani kwangu, huyo binti yangu yuko hapa nyumbani kwangu, mimi sijishughulisheki na mtu. Kilifanyia kitu mimi nakuangalia tu kama sijakuona. Mimi najua mimi natengeneza, naboresha kwangu. Lengo langu ni nini? Nifikie kile ambacho Mungu amenikusudia. Paulo anasema, nakaza mwendo, nachuchumilia. Sio kwamba nimekwisha kushika, bado ninakaza mwendo, ninayatafuta, ninaiendea ile mede ya thawabu ya mwito. Nini? Mungu ana kitu cha kukupa mpendwa. Acha kupoteza njia kwa mambo yasiyo na maana. Kumsengenya mtu unapata faida gani? Kumchukia mtu unapata faida gani? Kumnyima mtu unaongeza nini? Mama yangu alikuwa na msemo mmoja, ugali uliopikwa leo, hata kama utamnyima mtu, ni mavi ya kesho. Mama alikuwa na msemo mzuri sana. Anasema ugali ni mavi tu, usimnyime mtu chakula. Unaongozana rafiki yako, unapotaka kula unamwambia nisubiri hapa ninakuja, ngoja kwanza nikajisaidie. Unaenda kukata kona, unakula chips. Hilo ni ya kishetani mpendwa. Haya basi, kwa herini. Kesho yako inatengenezwa na wewe. Baadaye yako inakutaka wewe. Sikia nikwambie, kila mtu ana mahali alipokusudiwa. Yawezekana mzee Rugito akawa ni daraja la wengine kupanda,
na kuna mwingine atatengenezwa daraja la wengine kupanda. Lakini jambo ni moja tu, lazima kanisa la Kristo litawale juu ya ulimwengu huu. Naomba tusimame tushukuru tu Mungu. Sitaki hata ulie sana, hata ukiomboleza kama tabia haibadiliki hutabadilika. Namshukuru Mungu sana. Ngoja niwaambie, mimi hapa kanisani nawapenda watu wote. Yaani hata kama kuna wanaonichukia, asante, mimi nawapenda sana. Mimi napenda kila mtu. Yaani kwanza natamani kuwa rafiki wa kila mtu hapa kanisani. Yaani kila mtu tu awe rafiki yangu mimi. Ninakukela basi sawa, lakini mimi nakupenda hivyo hivyo. Nakuchukiza lakini mimi nakupenda hivyo hivyo. Mzee Rukito bwana hafai. Hapana, mbinguni nafaa sana. Ndio maana nilichaguliwa. Unajua Mungu hajawahi kukosea kuniokoa. Siku moja mtu akaniambia, "Yaani wewe mbaya sana." Nikamwambia, "Ndio maana niliokoka." Maana nilikuwa mbaya, ndio maana Mungu aliniokoa ili aniondolee ubaya. Kwa bado natengenezwa. Naomba tuende tu tumwabudu Mungu dakika moja tu kama tunaweza. Alafu tukamshukuru Mungu. Hatupashi kulia. Tukamshukuru tu Mungu ili haya yabaki moyoni mwako. Usije ukajihesabia kunena kwa lugha sasa ndio umeshapanda. Hapana. Tunabaki